Shalom, leo tutaendelea kusoma Warumi sura ya 10 mpaka sura ya 12. Tasoma. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. Kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria, ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi: usiseme moyoni mwako, ni nani atakayepanda kwenda mbinguni? Yaani ni kumleta Kristo chini. Au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni? Yaani ni kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Yaani ni lile neno la imani tulihubirio. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko lanena, kila amwaminie hata tahayarika. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Basi wamwitaje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Lakini si wote waliotii ile habari njema. Kwa maana Isaya asema, Bwana, ni nani aliyeziamini habari zenu? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema, je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Lakini nasema, je, Waisraeli hawakufahamu kwanza? Hawakufahamu? Kwanza Musa anena, nitawatia wivu kwa watu ambao si taifa. Kwa taifa lisilo na fahamu nitawaghadhibisha. Na Isaya anao ujasiri mwingi asema, na alipatikana nao wasionitafuta, na alidhihirika kwao wasioniulizia. Lakini kwa Israel asema, mchana kutwa naliwaonyesha mikono watu wasiotii na ukaidi. Sura ya 11. Basi nauliza, je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake? Hasha! Kwa kuwa mimi nami ni Mwisrael, mmoja wa wazao wa Ibrahimu, mtu wa kabila la Benjamin. Mungu hakuwasukumia mbali watu wake aliowajua tokea awali. Au hamjui yale yaliyonenwa na maandiko juu ya Eliya? Jinsi anavyowashitaki wa Israel mbele za Mungu. Bwana,
wamewaua manabii wako, wamezibomoa madhabahu zako. Nami nimesalia peke yangu, nao wanitafuta roho yangu. Lakini ile jawabu ya Mungu yamwambiaje? Nimejisazia watu 7,000 wasiopiga goti mbele ya Baali. Basi ni vivi hivi wakati huu wa sasa, yako mabaki waliochaguliwa kwa neema. Lakini ikiwa ni kwa neema, haiwi kwa matendo tena. Au hapo neema isingekuwa neema. Imekuwaje basi? Kitu kile ambacho Israel alikuwa akikitafuta hakukipata, lakini wale waliochaguliwa walikipata, na wengine walitiwa uzito. Kama ilivyoandikwa, Mungu aliwapa roho ya usingizi, macho hata wasione na masikio hata wasisikie. Hata siku hii ya leo. Na Daudi asema, meza yao na iwe tanzi na mtego, na kitu cha kuwakwaza na malipo kwao. Macho yao yatiwe giza ili wasione, ukawainamishe mgongo wao siku zote. Basi nasema, je, wamejikwaa hata waanguke kabisa? Hasha! Lakini kwa kosa lao wokovu umewafikilia mataifa, ili wao wenyewe watiwe wivu. Basi, ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa, je, si zaidi sana utimilifu wao? Lakini nasema na ninyi mlio watu wa mataifa. Basi, kwa kadri nilio mtume wa watu wa mataifa, naitukuza huduma iliyo ndani yangu. Huenda nikapata kuwatia wivu walio damu moja na mimi na kuwaokoa baadhi yao. Maana ikiwa kutupwa kwao kumeleta upatanisho kwa ulimwengu, je, kukubaliwa kwao kutakuwa nini kama si uhai baada ya kufa? Tena malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika na donge lote, na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. Lakini iwapo matawi mengine yamekatwa, na wewe mzeituni mwitu ulipandikizwa, kati yao ukawa mshirika wa shina la mzeituni na unono wake, usijisifu juu ya matawi yale. Au ikiwa wajisifu, si wewe uliyechukua shina, bali ni shina likuchukualo wewe. Basi utasema, matawi yale yalikatwa kusudi ili nipandikizwe mimi. Vema, yalikatwa kwa kutokuamini kwao, na wewe wasimama kwa imani yako. Usijivune bali uogope. Kwa maana, ikiwa Mungu hakuyaachia matawi ya asili, wala hakuachia hata kuachia wewe. Tazama basi, wema na ukali wa Mungu kwa wale walioanguka. Ukali bali kwao wewe wema wa Mungu. Ukikaa katika wema huo, kama sivyo wewe nawe ukatiliwa mbali. Na hao pia wasipokaa katika kutokuamini kwao, watapandikizwa, kwa kuwa Mungu aweza kuwapandikiza tena. Kwa maana, ikiwa wewe ulikatwa, ukatolewa katika mzeituni, ulio mzeituni mwitu kwa asili yake, kisha ukapandikizwa kinyume cha asili katika mzeituni ulio mwema, si zaidi sana wale walio wa asili kuweza kupandikizwa katika mzeituni wao wenyewe. Kwa maana, ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israel mpaka utimilifu wa mataifa
uwasili. Hivyo, Israeli wote wataokoka. Kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, atamtenga Yakobo na maasia yake. Na hili ndilo agano langu, nitakapowaondolea dhambi zao. Basi, kwa habari ya Injili, wamekuwa adui kwa ajili yenu. Bali, kwa habari ya kule kuchaguliwa, wamekuwa wapenzi kwa ajili ya baba zetu. Kwa sababu, karama za Mungu hazina majuto, wala mwito wake. Kwa maana, kama ninyi zamani mlivyomuasi Mungu, lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao. Kadhalika, na hao wameasi sasa, ili kwa kupata rehema kwenu, wao nao wapate rehema. Maana, Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi, ili awarehemu wote. Jinsi zilivyo kuu, utajiri na hekima na maarifa ya Mungu. Hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani. Maana, ni nani aliyejua nia ya Bwana? Au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, naye atalipwa tena? Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vinarejea kwake. Utukufu una yeye milele. Amina. Sura ya 12. Basi, ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika ya mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa maana, kwa neema niliyopewa, namwambia kila mtu aliyoko kwenu, asinie makuu kupita alivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa, kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Hivyo, na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi, kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwa kadri ya neema tuliopewa, ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadri ya imani. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha, katika kufundisha kwake. Mwenye kuonya, katika kuonya kwake. Mwenye kukirimu, kwa moyo mweupe. Mwenye kusimamia, kwa bidii. Mwenye kurehemu, kwa furaha. Pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Kwa pendo la udugu, mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu. Kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu, katika kukaribisha wageni mkijitahidi. Wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Furahini pamoja nao wafurahio, lieni pamoja nao waliao. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili, msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini, kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Wapenzi,
msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa, mlishe, akiwa na kiu, mnyweshe. Maana ufanyapo hivyo, utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Amen.